Kama wewe ni msafiri, umepanga safari, unakuja kutafuta kazi Dubai au kutafuta maisha Dubai, hakikisha umebeba chakula chako angalau usurvive nacho hata mwezi mmoja au miezi miwili. Angalau hata kilo 5 ya vitu vichache beba. Hizo begi utakazobeba usijaze nguo tupu. Beba begi, eka nguo, beba begi, eka vyakula vyako. Njia salama ya kupita navyo airport, kwa sababu mtaniuliza watu tunapitaje airport, baki hapa hapa. Usisahau kusubscribe kama wewe ni mgeni, kama wewe ni mwenyeji, jamani like na subscribe na comment azitoshi. Official Millionaires Vlog hapa. Hii ni channel ipo mahususi kwa kuzungumzia maisha na changamoto za Gulf. Karibu kaa. Sasa basi, watu wengi wamekumbwa na hivi vitu. Jamani, wewe unatoka Tanzania, unakuja Dubai kutafuta kazi au kutafuta maisha. Una visa mwezi mmoja au miezi miwili, nazungumzia siku 60 au 30. Unavotoka huko, unakuja mikono mitupu. Unafika hapa, ujui unafikaje, ujui unaishi vipi, au unafika hapa unaanza kutafuta michele na mavyakula ya hapa. Kumbukeni kwamba vyakula vya hapa na kwetu vitu vili tofauti. Mchele hapa na kwetu vitu vili tofauti. Kwa akili ya kawaida, kuna vitu binadamu ukisafiri huwezi ukaacha. Ndio? Kuna vitu ukisafiri iwe umeenda kwa bako mkubwa mkoani, huo unakuja huku. Basi na ukija huku fanya hivyo hivyo. Nakutana na nimepokea wageni wengi sana tangu nianzishe hii vlog au tangu niishi hapa Dubai. Nakutana na mtu amekuja maskini. Tena mwingine hata kama ulimwambia nibebe kitu fulani, anakuambia sister nimekisahau, sister nimefanyaje. Anafika huku siku ya pili anaanza kungasha rubu. Wewe unapika, huwezi kumnyima. Utamkaribisha, mtakula, mtafanyaje. Siku ya 3 utamkabidhi jiko hili hapa kwa kuwa mgeni. Siku ya 3 utaambia jiko hili hapa, ukitaka kujipikia wewe jipikie. Basi anaanza, nitapata wapi vitu? Bora ningebeba mchele. Bora ningebeba unga wangu. Bora ningebeba hiki. Mtu unamshangaa, unabana maana katika akili ya kawaida wewe haukujiongeza, haukujua kama utataka kula, yani ufike huko uanze kununua chakula. Kwa hiyo kwa mimi ndio maana watu wengi sana kaniambia nakuja cha kwanza naambia beba mchele, beba unga. Hakikisha kwenye hizo begi zako 2 au begi yako 1 kama ni kubwa, usijaze nguo tupu. Nguo huku hazina faida ukibeba nyingi. Huku kwa sababu wanzi maisha hujui kukaa apartment, unakaa bed space, unakaa maisha magumu tu mpaka uje upate kazi yako utoke. Maisha bed space, vyumba, watu wanakodi vyumba, nafikiri kuna video huko chini nilipost. Uwezi kukaa na mizigo yako begi 7 begi 6 mtu akwambia weka hapa. Beba begi zako 2, begi yako 1 au chukua begi yako 1 na ya mgongoni 1. Hii ya mgongoni weka mchele wako kilo 5, unga kilo 5, ikiwezekana maharage kilo 2. Beba. Ukifika huku tayari unapakuanzia. Ukishakuwa na chakula siku 2, siku ya 3 utakuwa ushapajua supermarket, siku ya 3 ushachange pesa yako, siku ya 3 utakuwa ushajua mazingira unaseto vipi. Lakini changamoto ya watu wengi wanakujaga kibisho. Yaani mpaka mtu unamuuliza ulikuwa unajua unakuja huko unakaa kwenye apartment au hii Dubai ilikuwa kichwani kwako unaona mitandao ndio unafikiri ndio utakao kuja kuishi huko. Of course Bujarifa zipo na sehemu zote zipo, sehemu nzuri zipo, sehemu zote ambazo unaziona huko zipo, lakini utatoka hapo unapokaa kwenye maisha yako kawaida, utaenda kutembea huko, utaenda kuangalia. Hizo sehemu ambazo mnaziona kuna watu wanakaa ambao tayari washafanikiwa, wana maisha yao. Kwa hiyo ambao unakuja kwanza, lazima utaaso kwenye bed space, lazima utaaso kwenye yani kwenye hizi sehemu za kuchangia kwanza ili mpaka ujitafute. Kwa hiyo acha ubisho, jipange. Kama unakuja kutafuta maisha, jipange. Kama unakuja zako huku kutembea, beba vyakula vyako. Sasa basi najua kuna swali nitakutana nao. Dada Amina, tukibeba hivyo airport wanatuchukua, tutakutana nao vipi? Sasa basi airport na mchezo mmoja. Airport Dubai hana shida. Hata kama ulibeba unga, kama wakihisi wakitaka kuresearch wakilikuta wakiangalia ni unga wanakuachia. Kuulizi au kwambie ushuru au kwambie nini? Kwa sababu wanajua hivi ni vyakula. Shida ipo kuna airport ya kwetu. Shida ipo kuna airport za Afrika. Wewe fanya hivi. Ukiweka kitu kwenye boxi, mtu utampa shida. Yaani ataanza kuwaza kwenye boxi, hiki kitu fulani. Fanya hivi, chukua begi lako kama la mgongoni. Kama una begi 2 au kama una begi 1 weka nguo ya mgongoni, inaweza kukutosha nguo. Chukua ile begi yako nyingine, weka unga, yaani usiweke kwenye boxi.
unga kilo 5, mchele kilo 5, maharage yako weka pale. Yaani vitu vyote ambavyo unavipenda unahisi rahisi kubeba au unaweza kubeba, weka. Usiweke kwenye boksi. Weka kwenye begi, funga, ambatanisha na ile. Hata ukienda ukikuuliza nini, unaambia nguo. Umeelewa? Lakini ukiweka kwenye boksi watakufungulisha. Mimi safari yangu ya mwezi wa 8 ndege nilokukata mimi nilipewa boksi 3. Kwenda boksi 3 kurudi. Yaani begi 3 kwenda, begi 3 kurudi. Za kilo 23 mara 3 kilo 60 na ngapi na 9. Afu ile ya kilo 10 inaingia nayo juu. Wakati wa kujitanzania nikamwambia mtanitambua. Nataka kae miezi 4 sili chakula cha huko. Nilikusanya vyakula na bebaga mpaka matembele. Nilikusanya vyakula, nilibeba mpaka kuku. Ni hatari kusafirisha kuku kwa sababu utaambua kibali sio nini. Kuku nilimchinja, nilimtengeneza, nikamkausha, nikambeba. Nilibeba unga kilo 10, mchele kilo 10. Nilibeba maharage kilo 5, njugu mawe, nilibeba kila kitu. Hata juzi mwezi wa Ramadhani nilimekuja na magimbi, tambi, ndizi, viazi vitamu, yaani vitu vyote nabeba. Nafanyaje? Ile mwezi wa 8 nilivika kwenye boksi. Mimi waga na kujaga na begi yangu size ya mwisho kabisa nikija Tanzania au Afrika, naingia nayo juu. Lakini zile clothes zangu kasema nitabeba. Sasa hivi vyakula naweka kwenye begi, ninunue begi. Bwana ngoja niweke kwenye box. Nikachukua boksi zangu nikaweka, nikarap. Kama unavyojua box lazima urap. Eti mpaka kuna kijana nilifuatana naye alikuwa na tiketi ya begi 2 na begi 1 tu, nikampa na box zile begi zake 2, nikatengeneza box 2 zinazofanana kilo na ile nikaweka vyakula. Kwa box zilikuwa 5. Zote zina vyakula. Imagine nimefika airport. Airport ananiambia nini? Nikamwambia kuna nguo kwa sababu nilikama makeup na baadhi ya nguo nilikuwa nawazuga. Nikamwambia kuna nguo na mchele wangu. Tunataka tukague zote hizi. Nikamwambia mkague zote, sio kweli. Nini hamna skana? Na kwa nini mkague zote? Kwa nini msichukue moja mkague? Nilibishana nao, lakini kwa nini nilibishana nao? Kwa sababu mimi ni traveler na safiri sana. Ina experience. Nilibishana nao mpaka askari mmoja akampa passport yangu akaangalia, kumbe sio mgeni. Ina maana kwa pale kama ningekuwa mgeni wangenifelisha, walikuwa wanaweza kunyang'anya kila kitu. Waliniambia tu unga utaki kubeba zaidi ya kilo fulani kama hivyo mpaka upate barua sio ya sio 8 sio 8. Nikaba jamani mimi hivi naenda kula mwenyewe siendi kuuza. Nibeba ni mimi. Basi nilibishana nao mwisho wa siku nikaba jamani, lakini mimi ni sharap. Kama mtachana msije mkasababisha tena niende kule nikatoa 30 lapu kila box. Kama mnachana kisha mnifungia kama nilivyokuta. Chaneni. Basi baada ya kubishana nao ikabidi wachukue boksi 1 wakachana. Wakachana moja, bahati nzuri ukakuta unga kilo 5 tu ile box aliyochana, kulikuwa kuna makeup zangu sio nguo. Akashika hivi akaniambia ulambe, nikaulamba, akanifungia box langu hiyo nikaondoka. Ningekuwa mgeni, shughuli yangu ibidishe pale, vitu vyote ibidi niviache pale. Yule mfano alofuatana alikuwa anatetemeka, lakini nilimwambia tulia, nilipita navyo. Na nilifika airport ya huku pia box moja vile likasoma. Yule dogo box zake kapita nazo, za kwangu moja ikasoma, nikampaka pale, tukaenda wakalichana, wakafungua. Kulikuwa kuna mchaichai niliosaga. Naona wao ndo waliuhisi huo. Basi wakafungua, akatoa nini, nikamwambia green tea. Wakaangalia, akaangalia na unga, akaangalia kuna njugu mawe, wao walifungua box lingine. Basi akamwambia mwende mfungie box lake, wakanifungia, wakanikia kwenye troli langu huyo, nikatoka zangu. Kwa hiyo huko hakuna shida, kwenye shida ya poti zetu za huko. Kwa hiyo ukiweza kubana upite nazo huko unapita nazo. Jinsi ya kupita nazo ndio nimekuelekeza, usiweki kwenye boksi. Weka kwenye begi, beba. Hakikisha kama unakuja beba vyakula vyako vya kufikia. Ukija huko utajipikia. Ukija huko umefikia kwangu, umefikia sehemu yote. Utajipikia, utakula mwenyewe. Na vitakufaa mwenyewe. Mimi kazi yangu kuwasanua, kazi yangu kuambia, kuwafungua vitu ambavyo hamvijui. Mwisho kabisa jamani, viewers nyingi, subscriber ndogo. Viewers nyingi, comment ndogo. Viewers nyingi, like ndogo. Kwani jamani, mkilike mnabomoka wapi? Naomba mnisaidie kulike tu. Wewe like. Kisha like, pita zako. Angalia video like. Una like, unabonyeza tu ti. Una nani wapi? Jamani, msisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Bye bestie.